Kuna solo la mida, ningekuwa na uwezo jiji hili ningeama. Ukicheki sina baba, ukicheki sina mama, mtaa naoishi watu wananiandama, paka watoto wadogo eti wananitapanya, kisa sina shughuli wala kazi ya kufanya, nimeamini na ndugu wana. Okay, langu jina naitwa Prince Khan. Unaweza kunipata pale Instagram, TikTok, Twitter, yote napatikana kwa MC_Prince_Khan. Lakini pia hii ni Taarifa Africa TV, ambapo pia inapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Unaandika hivyo Taarifa Africa TV, unatupata, unakuwa unapata zile updates zote ambazo zinapatikana kwenye mambo ya entertainment, football na vitu vingine vyote. Bwana, leo niko chuo cha uhasibu TRA Singida, Tanzania, na hapa niko na mshindi ambaye alishinda kwenye wasanii wa Singeli kwenye TRA Bash la 2025. Tuko naye live hapa, utapata kusikia vitu vingi kutoka kwake, lakini pia utajifunza na kufahamu mambo mengi kuhusiana na yeye pamoja na career yake nzima ya muziki wake anaofanya wa Singeli. Anaitwa Black. Bwana bro, mambo vipi? Poa blaza. Unyama mwingi sana. Bwana, kwanza hongera kwa kushinda kwenye TRA Bash 2025 ukiwa ndo msanii bora wa Singeli wa mwaka katika chuo kizima cha TRA. Asante sana. Na mwenyewe najivunia kushinda, unaelewa. Ushindani kwanza uliuonaje pale? Maana wasanii walikuwa wapo, wasanii wala haukuwa peke yako, maana yake ulikuwa na watu ambao unashindana nao, na uliuonaje ushindani na ubunifu na vitu vingine vyote katika shindano mpaka unashinda? Ushindani ulikuwa mkubwa kwa sababu kipindi tunaanza tulikuwa wawili tu, lakini wakaja washiriki wakaongezeka, wakaja na ubunifu mkubwa, wakawa wanapita na wenyewe wananata, lakini mwisho wa siku mshindi lazima apatikane mmoja. Na nikaibuka mimi. Ni kitu gani ambacho kilikuvutia hasa wewe kuimba muziki wa Singeli? Yaani nikimaanisha kwamba kila mtu anakuwa na ule mtu ambaye alimvutia, au kitu ambacho kimemvutia mpaka akaamua kuingia kwenye tasnia hiyo. Kwa nini, au ni kitu gani kilichokuvutia hasa mpaka ukachagua kuwa msanii wa muziki wa Singeli? Muziki toka kipindi nasoma, nipo darasa la 6 ile. Ujue si maisha yetu Uswahilini, Gongo la Mboto. Ujue katika masuala ya gradua katika kupita kuna siku gradua ikaletwa shule, akaletwa msanii wa Singeli. Kuletwa msanii wa Singeli pale, nikawa nasikiliza muziki yake anavyoondoka, melody zile zilivyokaa, mabiti anavyoenda. Kiufupi tu alinivutia jinsi anavyoimba, mwenyewe nikatamani kufanya muziki huo na nimeufanya na uweza. Na alikuwa msanii gani kipindi hicho? Msanii ambaye alikuja pale, kuna jamaa mmoja anaitwa General Taya, Konola Jini, sijui kama mtamjua, anaitwa Konola Jini, General Taya, ndo alokuja pale na alinivutia anavyoondoka, miondoko yake ile, mwenyewe nikafagilia na nikapita humo. Watu wengi wanachukulia muziki wa Singeli ni muziki wa kiuni sana, na mara nyingi pia wanaoimba Singeli wanaonekana ni watu fulani hivi ambao ni wauni tu, yani ile yani kwamba muziki ambao labda hauna, yani ulikuwa hauna hela, una chochote, yani ile hata ule kupata ile fame, kufahamika na watu ilikuwa kidogo ni kazi. Lakini kwa sasa hivi muziki umekuwa tofauti sana. Muziki wa Singeli unalipa, uwekezaji ni mwingi, na hata wasanii wa Singeli pia mnathaminika sasa hivi tofauti na mwanzo. Unazungumziaje hii swala la watu kuchukulia muziki wenu kama ni muziki unaofanywa na wauni na ni muziki wa kiuni na sio biashara kama muziki mingine? Ujue muziki wa Singeli ni kama kitu kingine chochote, kinapitia process. Kiukweli, kusema ukweli, ndio muziki wa Singeli kipindi ambapo unaanza, kipindi hicho kweli ulikuwa ni muziki wa wauni, lakini watu wakasahau kwamba huo ndo utamaduni wa kwetu, ndo muziki ambao sisi wenyewe ndo nature yetu. Na sasa hivi muziki umeshaendelea, kwa sababu unaona mpaka wasanii wakubwa hao ambao wanasikilizwa maduniani wapi, na wenyewe wanakimbilia huku kuja kuimba. Diamond kapita, kina Zuchu, Juksi, naona kina Divoice, wale wote wamepanda sasa hivi wanasaminika. Kuna madogo wameshapanda, kina Pattern, show nyingi. Kila kitu kinapitia process bro. Kweli kipindi cha kwanza ulikopo ni muziki wa auni, lakini sasa hivi kipindi cha sasa hivi umeshabadilika, umeshakuwa muziki kama muziki mingine. Na umesema ni msanii wa Singeli ambaye alikuvutia mpaka ukaamua kuingia kwenye tasnia ya kuimba Singeli. Na hapo mwanzo kipindi hicho akiwepo akina Konola Jini, hapo kipindi hicho walikuwepo wakongwe pia wa Singeli enzi hizo, akina Msaga Sumu, akina Sholo Mwamba, akina Manfongo, akina Dula Makabila. Umeona? Wewe ni katika hao ma legend wa Singeli, ni msanii gani kwako ambaye unaweza ukamuona kwamba huyu yuko vizuri zaidi? Maana Singeli nao ina ma legend wake. Hawa kina Msaga Sumu, mfano wa 4, Msaga Sumu, Dula Makabila,
Sholo Mwamba pamoja na Manifongo. Katika hao wanne wewe kwako yupi ambaye unaona kwamba huyu anastahili kuwa hata legend wa muziki wa Singeli na unapenda kazi zake kuliko mwingine wote kati ya hao wanne? Kwa upande wangu mimi wote nawakubali. Wote wanafanya kazi nzuri, wote wanaimba muziki mzuri, lakini unapokuja kuzungumzia masuala ya legend, Manifongo atabaki kwa juu zaidi ya wenzake, kwa sababu Manifongo yeye ndo alofanya kama muziki ujulikane, unaelewa. Wakina Neli, kina Dula alikuwa anaimba kipindi hicho, Sholo Mwamba alikuwa anaimba kipindi hicho, lakini Manifongo alikuja na singeli fulani hivi ambao mpaka kafanya muziki ukajulikana, unaelewa. Kama kuna nyimbo yake ile hauna kila kitu, hauna sasa kipindi kile ndo singeli inaanza kutamba, unaelewa. Na Manifongo ndo alofanya ule muziki mpaka ukafika pale. Kwa Manifongo mimi kwangu ndo atakuwa legend. Kwa sasa hivi kuna vijana ambao wanafanya vizuri ambao nao wametokea walitrend TikTok, unazungumzia Sergeant na Pattern. Na wewe pia umepata nafasi ya kuwasikiliza wote wawili. Na pia ulipata nafasi pia ya kuperform pia na mmoja na Sergeant kwenye hii bash la 2025. Kwako wewe kama msanii, ukiachana na ushabiki ambao wanaendelea, kama msanii kwako wewe kati ya Pattern na Sergeant imetokea kwamba bwana hapo unatakiwa upate hata collab labda na msanii mmoja wapo, wewe utaondoka na nani? Katika kundi kuna singeli zile nyepesi, kuna singeli wanaitalaza, kuna bakora. Lakini mwisho wa siku lazima utamchagua msanii, yani ni bora yule ambaye muziki yote anafanya. Unaelewa? Na anaweza kupiga bakora, kupiga laza. Kwangu Pattern atakuwa bora kwa sababu Pattern anaweza kupiga kote. Pattern. Sure. Safi. Na kwenye tasnia ya singeli pia toka umeanza kuwa msanii, kuna changamoto yote ambayo ulishawahi kukutana nayo katika tasnia yako ya usanii wa singeli ambayo ilisababishwa na wewe kuimba singeli? Changamoto ni nyingi kwa sababu kama tulivyoongea awali kwamba muziki wa singeli ni muziki wa wauni, unaelewa. Changamoto ziko nyingi. Kuna changamoto nilipataga, kuna show moja nilienda, ilikuwa nyumbani kule Moshiba wanapaita. Tulienda tukapiga show. Tunajua tena masela wamesharuka, wameshalewa, washapiga vitu vyao, washasizi, vurugu zikaanza, serikali ikaingia, unaelewa. Kwa mwisho wa siku tukaja kukamatwa wale ambao ndio tulikuwa pale mbele kwamba nyendo mnawahamasisha. Muziki una changamoto nyingi, yani changamoto ziko nyingi kwa sababu ni muziki ambao unahusiana na masela, afu kuna wengine bado hawajakuwa kiakili, unaelewa. Kuna ambao wameshakuwa, kuna wengine bado hawajakuwa kiakili. Changamoto ziko nyingi katika muziki, na moja hapa nishakukutana nayo, pelekwa paka polisi kwa sababu ya kuimba hizo singeli. Na hukuwahi kukata tamaa mbali na changamoto zote hizo? Yani kipi hasa ambacho wewe kilikufanya ukaendelea kupambana mbali ya changamoto zote ulizopitia? Yani kilichonihamasisha kwa sababu ni muziki ambao naupenda. Afu sehemu pia nazokaa, yani muziki huwezi kupita nyumba 2-3 bila kusikia, huwezi kupita studio bila kusikia. Afu napokaa hapo studio ziko nyingi. Kwa hiyo nikazidi kuhamasika na washikaji wale kwamba dogo, mbona unajua, usikate tamaa, unaelewa. Kwa sababu muziki sasa hivi ushaenda international, endelea kuimba. Kwa hiyo mimi nikazidi kuhamasika kwa sababu na pia ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo nikazidi kuhamasika na nikazidi kufanya pia. Na katika muziki huu wa singeli ni tofauti na muziki mingine ya kawaida. Singeli hasa ambao wanahusika kwenye production ni DJs wa singeli, na ambapo tofauti na hii na muziki mingine kwamba utaenda kwa producer, labda uende kwa Estokizi, Zombie, uende kwa Liza, uende kwa nani. Lakini huu muziki huu hata kama ukienda kwa Estokizi mwenyewe kugonga zile beat za singeli inapo changamoto, yani lazima uwe na DJ wa singeli. Kuna DJs wengi ambao wamefanya vizuri kwenye industry ya entertainment ya singeli. Katika DJ wote hao wakina Cisco Kiduku, Shomishola, sijui D-Square, wakina yani DJs wapo wengi sana, na kila msanii anakuwa na DJ wake. Kwako wewe ni DJ gani ambaye unasikiliza zile biti zake unaona huyu mwamba ningepata nafasi ya kufanya naye kazi, huyu ningeua sana? DJ wako wengi na usikiliza kazi zao, wengine nawafahamu, wengine siwafahamu, nasikia tu mabiti yao. Lakini DJ wako wengi
Mimi kuna DJ mmoja anaitwa Fujo, sijui kama utamjua, anaitwa Fujo. Fujo bwana, biti zake kweli zinanata, nasikiliza kazi zake nzuri, akina Mushizo wote kazi zao nzuri. Lakini mimi ujua muziki, na muziki ukishaujua umeujua. Kwa mimi DJ yoyote atakayekuja mbele, yani wote, yani kama msanii huwezi kuchagua kwamba huu ni DJ gani nifanye naye kazi. Yani muziki kama unaujua unaujua. Kwa DJ yoyote tu yule, mimi nikipata naye nafasi tafanya naye kazi na tutaua fresh. Yeah. Kwenye industry ya muziki sasa hivi kumekuwa na makundi. Kuna timu Kiba, kuna timu Mondi hivyo. Kuna timu Konde, kuna timu Chui, umeona, kuna timu Mario, kuna timu J Melody. Kwenye timu hizi maana wanasemaga kila mtu waga na timu yake na upande wake. Timu Kiba, timu Mondi, Alikiba, Diamond umewekewa hapa bana, wewe imetokea nafasi ya kufanya collab labda na mtu mmoja au usainiwe na mmoja hapo, maana kila mtu ana lebo yake pale. Wewe utaenda wapi mzee? Hiyo iko wazi, lazima uende kwa Mondi. Sure, lazima uende kwa Mondi kwa sababu ujue Mondi akisha kusaini Mondi lazima uwe na progress, kwa sababu ni mtu ambaye yuko serious na kitu ambacho anakifanya. Hapo ni mtu ambaye anajua hela yake haiwezi kupotea hivi hivi. Kwa hiyo Mondi akikusaini lazima utakuwa mtu wa kufanya kazi na utaenda viral. Unaona hata wasanii wale wachukua kama mwenzetu Divoice alikuwa mtaani tu anaimba kwenye mashuhuri nini, lakini Mondi kamchukua. Sasa hivi unamuona Divoice sio yule Divoice wa kipindi kile, hata nyimbo anazoimba Divoice hata leo kesho ukimwamsha tu asubuhi oya vipi ukampigia beat Divoice ataondoka nalo, kwa sababu mtu alimsaini yuko serious na kitu ambacho anakifanya. Yeah, sure. Okay, na hapo pia kuna mwamba mmoja ambaye naye ametrendi kwenye mitandao ya kijamii akisema wasanii wa Singeli kwamba wasanii mnakuwa mkorafu sana, yani mnashindwa sasa hivi hadi na wasanii wa hip hop. Kwa sababu mwanzo ulikuwa imezoleka kwamba wasanii wa hip hop wako korafu sana. Lakini mwamba jana naye ametrendi kwenye mitandao akanasema sana wasanii wa Singeli na akamtolea mfano Mkataba MC kwamba ukimuita Mkataba MC kwenye show anakuja korafu sana, yani hadi inakuwa aibu. Kwa nini wasanii wa Singeli nyinyi mnaonekana mkorafu? Yani kabla tujafika huko nikuulize tu swala ili kwamba wewe umechukuliaje huyu mwamba kuwazungumzia nyinyi kwamba ni wasanii ambao mkorafu sana? Cha kwanza mshikaji, yani tuseme anakalili maisha. Ujue siku zote muziki wa Singeli kama tulivyosema kila kitu kinapitia process. Kweli zamani ile wasanii wa Singeli wengi walikuwa masela, yani hata kama ukimuita kwenye show lazima atoke maskani kwanza ndo aje kwenye show. Lakini kwa sasa hivi hata yeye mwenyewe yani wanakuwa na improve long. Ujue juzi Dogo Pate nikaitwa kwenye show ya CCM. Unaelewa? Sasa mtu rafu hawezi kuitwa kwenye show ambayo rais yupo pale. Kitu ambacho hakiwezekaniki. Kwa hiyo yani mpaka sasa wana improve long. Alafu kila kitu kinapitia process. Kweli zamani muziki wa Singeli ulikuwa na masela na msela kama kawaida. Msela muda wote yuko fiti, kokote utakumchukua yeye anaenda. Vyovyote atavokuwa ya hamna cha kujiandaa, hamna cha nini. Lakini sasa hivi tushavukaga huko, yashapita hayo. Kwa sasa hivi watu wako smart. Hata yeye mwenyewe akijaribu kuangalia anajua ana improve long. Yeah. Okay, na hapo kwenye hiyo swala la pattern kuitwa kwenye show kama hizo za CCM, aliitwa hapo akiwepo mheshimiwa rais, lakini pia aliitwa kwenye ile show ya UV CCM ya mwenyekiti Comrade Kawaida naye alikuwepo pale. Sasa hivi Singeli, wasanii wa Singeli mnathaminika tofauti na mwanzo kama walivyosema hapo, na ni process kweli imeanza kulipa. Lakini pia wasanii wa Singeli sasa hivi wamekuwa wakipata platform kwenye majukwaa mbalimbali, kwenye majukwaa kama hizo Wasafi Festival, Fiesta na nini, kitu ambacho kilikuwa ni ngumu na nadra sana kukiona mwanzo. Wanasema ukiaminika na wewe jiaminishe, ama ukipewa nafasi fanya kwa ukubwa. Kuna kama huyu Barobaro MC nafikiri unampata. Ni moja kati ya wasanii wa Singeli ambao wanafanya show kali sana mpaka imefika hatua akanajiita Diamond wa Singeli, kwamba ukimtoa Diamond hakuna mtu mwingine anayemzidi kwenye performance, yani yeye kwake. Nafikiri ushakutana na comment za namna hiyo. Unazungumziaje performance zake? Barobaro performance zake kweli kali, lakini Barobaro bado hajakutana na watu ambao wakakaa kwenye jukwaa moja wakaperform. Kuna watu ambao wanajua kuperform kwenye majukwaa, wako wengi. Kama mfano nani? Mfano kama kuna Dogo Elisha. Mimi naamini leo kesho Barobaro akisimama na Dogo Elisha kwenye stage
watu wote watajua kwamba nani mkali, unaelewa. Dogo Elisha anaondoka na miondoko, unaelewa. Alafu Dogo Elisha anapiga hadi karaoke. Tunajua yani kwamba anaweza kaingizia nyimbo ya Bongo Flava kwenye biti la singeli. Kitu ambacho yani huo ni ubunifu ambao mtu amekuja nao. Sure, yani Balobalo sasa hivi anajitahidi Diamond kwa sababu show nyingi ambazo unaziona kama Balobalo kaitwa, anaitwa labda na wasanii wadogo wa singeli. Hajawahi kuitwa na kina Dogo Elisha nani, lakini mimi naamini siku moja ambapo kwenye show ataka Balobalo na Dogo Elisha, ya moto utawaka. Na unaona Dogo Elisha ndo kila zaidi ya kila kuliko Balobalo. Sure, Dogo Elisha ni stage killer. Yeah. Ukimtoa Dogo Elisha ni msanii gani mwingine wa singeli ambaye unaona performance yake kali, yani anaingia kwenye zile top 3 za stage performance wakali sana? Mwingine Kidene Fighter. Kidene naye anajua kuperform kwenye majukwaa kwa sababu naye ni mwimbaji wa kitambo, ana nyimbo. Sasa ungewaambia hapa watu kwamba wanakupata kupitia mitandao gani za TikTok, labda Instagram na mitandao labda YouTube kama una? Mimi natumia TikTok peke yake. Unapatikana kwa jina gani? Napatikana kwa jina la Issa Samurai. Issa Samurai. Yeah. Okay. Yeah. Kwa watu wakienda pale wataona mambo yako mengi ambayo unayafanya pale na kazi zako za singeli, au ndo vile msanii wa singeli lakini uposti kabisa? Bado sijaanza kuposti, unaelewa. Bado sijaanza kuposti, lakini kwa sababu ndo tumeshaingia hapo mitandao ya kijamii sasa hivi ishakuwa soko, tutaanza kuachia kazi mule. Yeah. Hebu wape laza basi wana wakati tunaelekea kumalizia hapo. Sio. Okay. Katikati jua kali mwaneno nasikia njaa, welo inauma wanangu wamenikata. Katikati jua kali mwaneno nasikia njaa, welo inauma wanangu wamenikata. Usiombe kukute tena, usiombe kukute. Hapana shida, bado na shida. Hapana shida, bado na shida. Ukicheki niko Swazi uko na solo la mida, wewe niko Swazi uko na solo la mida. Ningekuwa na uwezo jiji hili ningeama. Ukicheki sina baba, ukicheki sina mama, naoishi watu wananiandama, paka watoto wadogo eti wananitapanya, kisa sina shughuli wala kazi ya kufanya. Nimeamini na ndugu wana maana yote sababu mali alizoacha mama. Kwanza nilikaa umumu kwetu kwa shangazi yakanichoka akaniweka wazi, umesogea nijitafutie makazi na ina machini mimi nadondosha chozi. Kijana vumilia, wavumilia. Maana unaweza kaimba mpaka kesho. Au kitu gani cha mwisho cha kuambia wanaotufuatilia kwa hivi sasa, labda mashabiki na nini, mtu yote ambaye anakusikiliza kwa hivi sasa, una neno gani la mwisho la kumwambia? Neno la kumwambia kwamba huo muziki sio muziki wa masela kama wao wanavyodhania. Huo ni muziki safi. Shughuli nini, kama una sherehe, una show, happy birthday, unaweza katuita kwa sababu tushavuka huko ambapo wao walikopo ndo akili zao zinavowaza kwamba muziki ni muziki wa masela, kwamba mtu akiimba kutamka ibilisi, kwamba kutakuwa kuna uharibifu. Hamna, kushavuka huko, tufanye kazi, tupeane shavu ya. Bwana asante sana. Huyu anaitwa Black, ni msanii wa singeli kutoka chuo cha uhasibu TIA Singida Tanzania, na ndo alikuwa mshindi kwenye TIA Bash 2025. Amepata kusikia mambo mengi kuhusu yeye na kuhusiana na muziki wake wa singeli. Langu jina mimi naitwa Prince Kane. Hii ni Taarifa Africa TV, behind the cameras my super duper producer director anaitwa Jaydan Shine TZ. Bwana endelea ku tune in, subscribe, follow na turn on post notification uweze kupata interviews kali pamoja na taarifa kali kuhusiana na wasanii pamoja na vitu vingine vingi tu.